Siku moja niliweza kukaa na baba. Nikamwambia baba, mwanao leo siko sawa. Kuna kitu kinanyima furaha na amani kwenye nafsi yangu. Baba akaniambia, mwanangu, umekutwa na nini mpaka unakosa furaha na amani kwenye nafsi yako? Nikamwambia baba, hivi kwa nini baadhi ya watoto wanaelekeza mapenzi ya dhati kwa wazazi wao wa kike kuliko kwa wazazi wao wa kiume? Baba akaniambia, mwanangu, kuna watu wamepoteza maisha yao bila kujua thamani ya baba. Kuna watu bado wanaishi na wazazi wao duniani lakini hawajui thamani ya baba. Subiri nikusimulie hadithi hii mwanangu, nadhani utanielewa. Abu Dhari radhiallahu anhu amesimulia, nimemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, baba ni mlango bora kabisa wa janna. Kwa hivyo ni juu yako kama ukitaka upoteze mlango huo kwa kumwasi baba yako au uhifadhi kwa kumtii baba yako. Mwanangu, subiri nikusimulia hadithi nyingine. Siku moja Abdullah ibn Amri radhiallahu anhuma amesimulia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, radhi za Allah ziko kwenye radhi za baba na ghadhabu zake zipo kwenye ghadhabu za baba. Mwanangu, watu wengi wameangamia kwa kukosa maarifa ya hili, kwani watu wengi wanawabagua wazazi, wanampenda mama kuliko hata baba. Lakini laiti leo hii wangeweza kujua hili, basi mama anapokea upendo wa 50% na baba naye anapokea upendo wa 50%. Nikamuuliza baba tena, je, baba, kama mtoto zamani alikuwa anamuasi baba yake, je, anaweza kumrudia baba yake na kumwomba radhi na Mungu akamsamehe? Baba akanijibu, mwanangu, Mungu anasamehe hata ukiwa na dhambi mithiri ambayo inaweza kufunika dunia nzima, lakini Mungu anaweza kusamehe. Nikamwambia baba, umeikosha nafsi yangu, umeisuuza nafsi yangu, kwa sababu nimepata jawabu ambalo linasuuza nafsi yangu kwa sabuni. Nakushukuru baba yangu, kwani bila wewe nisingeweza kupata ufunuo kwenye hili. Baba, nakuahidi baba yangu, nitakupenda wewe kwa 50% na mama pia nitampenda kwa 50%. Baba, mama, nitawapenda wote.